Kuna muda ninawaza bila wewe ningekuwa wapi, ila umenitoa matopeni, umenifuta machozi. Mwamba wewe ni mwema, ona kwa adui umenivusha, mbona ingekuwa ni hatari, sasa ingekuwaje? Nilikotoka ni mbali, mpaka hapa nimefika, hakika nimekuona. Kila nikitafakari kule umenitoa, nashindwa kueleza. Mungu wangu, Baba yangu, umeniwezesha, umeniwezesha. 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 Yes, moja kati ya sauti nzuri nyororo anaitwa Baby Sia Ramuel, si ndio? Yes, Baby Sia Ramuel. Yes, single track inaitwa Umenisaidia. Safi kabisa, classical song. Yes, ya kabisa. Tumekuwa blessed na nini? Yani kabisa kwamba kuna nzuri zaidi, umetia baraka katika kile kichwa pale. Okay. Barikiwe sana Baby Sia. Amen. Kilikuwa kina mahangaiko, masumbuko na kila kitu, lakini Mwenyezi Mungu kafanya jambo jema. Sasa hizi naliona tabasamu la meno 30 kabisa. Kabisa, kabisa. Can you imagine? Hongera sana by the way. Asante sana, bro. Wimbo mzuri. Nashukuru sana. Actually mimi nadhani pia kwa kijana ambaye anasikiza gospel kama hii anakuwa motivated kuisikiliza, kwa sababu kabisa, kuna namna fulani hivi imekaa kisasa, iko modern kiasi kwamba mtu ambaye wa 2000 anaweza akasikiliza na kamuelewa bidada. Amen. So kudos to you by the way, umefanya vizuri. Yeah. Sikio langu limeenda mbali sana. Hii motivation imetokea wapi ya kufanya aina fulani ya gospel ambayo iko tofauti? Unajua, honestly speaking, bado tuna aina za gospel zile ambazo mpaka wazazi wetu lazima wazisikilize tu. Alafu ambazo sisi huwa tunatoa njiani. Alafu kuna hii gospel ambayo umeifanya automatically ni iko modern na mtu anaweza kusikiza. Nini ambacho unakiona kwenye aina ya gospel hii ambayo unaifanya wewe? Okay, kwanza kabisa namshukuru Mungu. Ni aina ya muziki ambao ninapenda kuifanya, na ni kitu ambacho namshukuru Mungu, wazee kwa vijana wote wanasikiliza na wanabarikiwa. Kwa hiyo ni kitu tu ambacho Mungu alikiweka ndani yangu, na ni aina ya muziki ambao nikifanya na naona baraka na najisikia vizuri sana. Hongera sana. Asante sana. Kaka, hisia zimekupeleka wapi? Bana, mimi nilikuwa nataka aipige live kidogo akapela bila chochote. Kuna sehemu fulani zile ups and down na nini zile you feel like sema tupe tu, yani tuna misigi hivi vitu kabisa mami. So you good to go mami, kuimba kidogo live, si ndio? Okay, nashukuru sana. Verse ya kwanza au ya pili? Whatever, chagua tu. Ila mimi nadhani ya kwanza. Ya kwanza. Yeah. Kuna muda ninawaza bila wewe ningekuwa wapi, ila umenitoa matopeni, umenifuta machozi. Mwamba wewe ni mwema, ona kwa adui umenivusha, mbona ingekuwa ni hatari, sasa ingekuwaje? Nilikotoka ni mbali, mpaka hapa nimefika, hakika nimekuona. Okay. Kila nikitafakari kule umenitoa, nashindwa kueleza. Okay. Mungu wangu, Baba yangu, umeniwezesha, umeniwezesha. Come on. Kwa mara kwanza kabisa unaona una deserve kuingia studio kurekodi single track.
history ilikuwaje? Yani ulijua vipi kama wewe ni mtaalamu wa kuimba? Okay, kwanza kabisa nimeanza kuimba toka nikiwa mtoto mdogo sana. Okay. Miaka 6 nimeanza kuimba nikiwa na miaka 6, lakini nilikuwa ninaimba tu kwenye Sunday school choir. Okay. Lakini nimeanza kurekodi mwaka 2018 ndipo nilipopata uwezo wa kuweza kuingia studio na kurekodi nyimbo zangu. Lakini kwenye issue ya kuimba nimeanza kuimba nikiwa mdogo sana. Mimi na swali. Yes. Kidogo utajaribu kunipa ufafanuzi. Ulikuwa ukipenda kuimba nyimbo za aina gani? Na kwa nini umechagua gospel? Okay. Tofauti na secular music, kwa maana kwamba bongo flava na muziki mingine ya kidunia. Sawa sawa. Why gospel song? Na je, toka unakuwa ilikuwa ni gospel tu au vipi? Okay, nimetoka kwenye familia ya kichungaji. Kama unavyojua watoto wa wachungaji, yani kufungishwa, tunalazimishwa nini na nini, lakini hiki kitu nimekifanya toka nikiwa mdogo, na nafikiri ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu kwa maana ya wito au ni kusudi la Mungu kabisa ya kwamba mimi nimtumikie kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo sijawahi fikiria na sijawahi fanya muziki tofauti na huu, namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Unasikizaga muziki aina mwingine? Kama I mean kwamba nje na gospel. Yani kuna baadhi ya ngoma yani hizi ngoma sisi hapa jamani tunaziita ngoma, I'm so sorry yani. Okay. Najua ni gospel lakini nazungumzia ngoma hizi za bongo flava, ngoma za aina nyingine, kwa maana kwamba ushai kukaa na ukazisikiliza. Na kama unazisikiliza nini hasa wewe unakuwa una target? Okay, sio mara nyingi, lakini kitokea nimesikiliza basi ukute ni njiani, maybe ofisini mtu amepita au jirani, lakini sio mara nyingi sana nakaa kwamba yani nisikilize ngoma ya mtu. Lakini kuna baadhi ya waimbaji wa bongo flava wamefanya baadhi ya nyimbo za gospel, hizo nasikiliza. Motivational songs zile ambazo so gospel ila ni motivation, tunasikiliza hizo. Okay. Yeah, hizo tunasikiliza. Na kuna baadhi ya waimbaji wa secular ambao wanaimba nyimbo za gospel, ni nzuri kweli kweli, ukisikiliza unajifunza kitu. Miongoni mwa artists ambao wewe labda pamoja na kwamba kwa unapenda kuimba walikuvutia either way kutokea Tanzania, Nigeria au mbele huko Marekani, natamani kujua wasanii ambao wewe wamekuvutia sana hasa kwenye upande wa gospel. Okay. Tanzania tumebarikiwa sana waimbaji wanaofanya vizuri. Nilikuwa nikimsikiliza Christina Shusho, akina Angel Bernard, akina Joel Lwaga. Kwa kweli nilikuwa ninatiwa moyo na kutamani kufanya vizuri sana kwenye huduma. Okay. Yes. Okay. G. Yes, mimi natamani kujua pia kwenye aina muziki ambao tunafanya muziki biashara ama tunafanya huduma, kwa sababu nowadays tofauti na miaka ya nyuma kidogo. Yes. Saizi wasanii ambao wanafanya solo wengi pia wamekuwa na focus na biashara. Kwako ikoje? Okay. Kama nilivyosema mwanzo, hii ni huduma. Okay. Na ni wito ambao Mungu anaweka ndani yangu ili aweze kujitwalia utukufu kupitia mimi. Siwezi nikasema ni biashara, hapana. Hii sio biashara, ni huduma. Na katika huduma hiyo Mungu ndio yeye ataangalia namna ya kuweza kunibariki na kunifanya niishi. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine yote mtazidishiwa. Okay. Yeah. So tunaweza vipi kufanya production movement za music kama hivi, kurekodi video, audio, kuzipush zikaenda the same time hatuingizi chochote? Okay. Cha kwanza kabisa kuna kufanya kazi. Okay. Lazima mtumishi wa Mungu uwe na kazi na kitu ambacho kitaweza kukusaidia kuingiza kipato ili kazi ya Mungu isonge mbele. Lakini nje na hapo, wapo watu ambao wana support huduma zetu ambazo tunafanya, ambao Mungu amewaleta kwenye huduma ili kazi yake iweze kusonga mbele. Lakini Mungu anatia baraka zake. Kitokea mtu amekubariki, unamshukuru Mungu na injili inasonga mbele. Okay. Kwa hiyo tukubaliane kitu kimoja. Gospel inaweza kuwa biashara. Inategemeana na the way mtu alivyoitwa. Kwamba yani anatumia gospel kufanya biashara. Of course, hata kwenye gospel wapo wachungaji wa kweli na wapo wachungaji ambao wanafanya biashara. Na kwenye muziki ni hivyo hivyo. Sasa unajua utofauti wa wachungaji na
msanii wa gospel ni kwamba msanii wa gospel anaimba. Yes. Na actually kutoka Mbeya kwenda sehemu fulani lazima utumie kipato. And actually bado system ilivyotengenezwa ya dunia, muziki wote ukiupandisha katika digital platform unalipa. Tayari ile ni biashara, ni kazi. Yaani ukiachana na wito kwa Mwenyezi Mungu, kidunia pia ni kazi, kwa sababu inakuingizia kipato. Inakuingizia kipato kwa sababu we are in the world. Mwenyezi Mungu atuleta hapa kwa ajili ya mambo yake yeye, tumwabudu na mwisho wa siku tutaondoka katika huu ulimwengu. Lakini ambacho nataka kukijua, unaamini kwamba gospel ni biashara pia, inaweza kuwa biashara pia, lakini sio kwa maana kwamba wewe udemand kitu unachokitaka. Ila kwa maana kwamba watu kutaka kuinvest kwako, kupata management nzuri. Sio, unanielewa vizuri? Kupata manager mzuri ambaye atasimamia harakati zako za muziki wa gospel. Lakini pia wewe kuwa unaalikwa na watu tofauti kwenda kuperform. Naona hapa umezungumzia vitu viwili. Cha kwanza kabisa, gospel haiwezi kuwa biashara. Haiwezi kuwa biashara. Kwa nini? Na kwa sababu ni injili. Yaani kwenye issue ya injili kuna taratibu zake, misingi yake ambayo imewekwa, ambayo yani kama haiwezi ikatoka. Na inaweza ikawa biashara kwa mtu kutokana na the way huduma yake. Kwanza the way alivyoitwa na nia yake, anavyotaka huduma yake iwe. Kwa hiyo vyote viwili vinawezekana. Yes. Sawa, mimi sina lolote la kuongeza, kama vyote pia viwili vinawezekana. Inaweza kuwa biashara, inaweza kuwa biashara. Kwamba yani unafanya huduma. Okay. Hii ni kazi ngapi tunaiachia? Ni kazi nyingi ambazo nimeachia ziko YouTube. Nafikiri ni ya 5 au ya 6. Tuna mpango la maybe haba kuachia album, kwa sababu tumeona watu wa gospel kwa sehemu kubwa wamekuwa ni watu ambao wanasema kuzindua hizi albums, wanafanya movement. Mtu anakuta amezindua album labda Mbeya, anaenda Iringa, anaenda Njombe, anakuwa na hizo movement ya kutangaza injili, lakini pia kutangaza kazi yake ambazo amezifanya. Tunapofanya kazi tunakuwa na vitu vingi ambavyo tumepanga. Kuna kuachia EP, vyote inawezekana kuachia, na mipango yoyote tunayo. Management kabisa. Management hapana, sina management, lakini namshukuru Mungu amenipatia baadhi ya watu ambao wananisupport kwa mawazo, kwa namna moja ama nyingine. Namshukuru Mungu kwa ajili yao. Hongereni sana. Asante sana. Kizuri zaidi. Unaonaje mapokeo toka umeanza kufanya muziki wa gospel? Toka ile siku ya kwanza unaweka ngoma yako katika mitandao ya kijamii, lakini pia unaipremiere, I don't know ilikuwa kanisani au sehemu yoyote, lakini mara ya kwanza unaachia ngoma yako ya kwanza, na mara ya kwanza wazazi, ndugu, jamaa, waumini wanakusikiza kwa pamoja. Kwa kweli mpaka sasa hizi ulipofika. Namshukuru Mungu kwa kibali ambacho ameweza kukiachia kwangu. Mapokeo yamekuwa ni mazuri na ni makubwa sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wananisupport, lakini pia na kuweza kuniombea kwenye huduma. Kama ndo kwanza saizi unawasha redio, unasikiliza Access FM Radio kutokea Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Tanzania. Chapter ya kwanza, taasisi ya burudani. Tuko na Baby Sia, ameachia single track inaitwa Umenisaidia. Moja kati ya track ambazo mimi nimependa ujumbe ambavyo imekaa na vitu vingine vingi sana. So Baby Sia, mpaka saizi nini ambacho unajivunia kikubwa kwenye kila ambacho unakifanya? Kwa kweli najivunia Mungu kuwa pamoja na mimi. Kwa kadri ninavyoendelea na naona Mungu anaendelea kunisaidia na anaendelea kunitia nguvu, pamoja na huduma kuwa na mambo mengi, lakini namuona Mungu anaendelea kunisaidia na kunitia nguvu. Kwa kweli najivunia hilo. Mimi na swali la kizushi alafu kama liko serious hivi. Good luck bwana, good luck. Gospel. Yes. You're one of the best artists katika gospel. I appreciate them kwa sababu ya huduma ambazo wamezifanya. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine jamani game changer kwa ile gospel, modern gospel, kwa wasanii wengi ambao wanafanya gospel nowadays. Yes. Alipata zawadi baadaye kutokana na kuwa ndani zaidi, deep zaidi kwenye maombi. Akaona ile zawadi haikuwa ni sahihi kwake na akaichoma. Na wewe mwenyewe umesema hapo kuna baadhi ya wachungaji wanafanya biashara,
wengine wanafanya huduma. Hivi nini ambacho kinawasaidia kukwepa watu wa aina hiyo? Kwa sababu nowadays amini usiamini utakubalika na watu wote kwa sababu unafanya gospel. Lakini ndani yake kuna watu ambao wataipokea gospel kama lengo lao la kupiga hatua. Wewe unaishije kwenye mifumo kama hiyo kufanya kazi ya gospel, and then kuna muda unaweza kukutana na watu ambao wanaamini ni watu wa Mungu, at the same time kumbe wao wako katika biashara au wapo katika malengo yao tofauti. Tricky kidogo ili swali. Hapo ningependa ngoja kwanza nitulie katika kujibu hilo swali. Unajua, yani kitu kikisha kuwa gospel ina maana ni Mungu anahusika moja kwa moja. Na kama Mungu anahusika moja kwa moja, kwa hiyo kwenye kila kitu lazima umshirikishe Roho Mtakatifu. Unapopata mwaliko wowote lazima ukae uombe, usikie sauti ya ndani kwamba je, niende au nisiende. Kwa sasa hivi waimbaji wengi sana, au tuseme tu kwa upande wa watumishi wengi, tumekuwa wavivu kuomba na kumshirikisha Mungu kwenye vitu ambavyo tunavifanya. Tunatumia akili zetu, yani asilimia nyingi sana kuliko tunavyoweza kumsikiliza Roho Mtakatifu anasema nini. Kwa hiyo ili kuweza kukwepa au kuondoka kwenye hivyo vitu au ni lazima uwe mtu ambaye unakuwa na maombi, lakini pia kumshirikisha Roho Mtakatifu kwenye kila kitu. Yeye ndo atakayeweza kukuongoza kwamba ni ikifanya iki usifanye. Roho Mtakatifu ni muhimu kwenye huduma. Hongera sana kwa ambacho unakifanya. Pia nimeona video zako ni quality sana. Nashukuru sana. Moja kafanya Jose, nimefanya project na Jose. Tukufu kwa Mungu kwa kweli. Na balaa sana. Kwa Mungu ni mwema. Glory to God. Mungu ni mkubwa sana. Unafanya na mimi nianze kuimba kama zamani. Yani kwa nini niliacha? Maswala haya. Uendelee kwa kweli. Kabisa. Unahudumu kwenye kanisa gani hapa mjini? Na hudumu kanisa la TAG Forest ya kwanza. Niko chini ya mchungaji Tobias Tambikeni. Yes. Tabii naanze kuja pale kanisa. Karibu sana. Nitamsindikiza. Amina sana. Uje naye kwa kweli. Mimi nitamsindikiza, nitamwacha pale getini. Inabidi na wewe uingie kwa. Mimi tu nitakuwa nimefanya kwa neema ya Mwenyezi Mungu kuhakikisha huyu kijana anakuja. Karibuni sana. Pale kuna praise team nzuri, TAG Forest ya kwanza praise team almaarufu kama Bwana Nimerudi Tena. Pale wanafanya vizuri, lakini ibada ziko moto. Karibuni sana. Na mimi naomba niulize kitu kimoja tu ambalo ni swali ambalo tumekuwa tukiuliza watu wengi actually. Mziki wa gospel wewe saizi unauona katika picha ipi? Yani unakuwa umestaki au vipi? Kabisa, yani hata wewe